usijali ya kwamba maisha yako yakoje. Mungu yupo tena kwa ajili yako. Wasikwambia kwamba wewe umekuwa korofi mno, umewekwa gerezani, watakufunga, watakuua. Mungu yupo. Wewe korofi sana, mtoto wamekuambia Mungu hata hakupendi. Nataka nikwambie mtoto, Mungu anakupenda. Yupo maishani mwako na anangoja kwa uvumilivu aone ya kwamba utakubali kuingia kwenye mahusiano ya dhati kutoka moyoni, si ya mdomoni. Mahusiano ya dhati kutoka moyoni, ya kwamba huyu ni Mungu wangu, nitaandamana naye siku zote za maisha yangu, siku zote. Na huyu Mungu utashangaa sana utakapoona akianza kujitokeza kwako kwa namna ya pekee. Nitakupatia mifano ya jinsi Mungu alivyojitokeza kwa maisha ya watu. Mengine mtayaona hapa hapa kwenye jukwaa hili. Watu waliojaribu kufika wakamgusa Mungu kwa sababu Mungu amewagusa. Uje uone kilichofanyika. Na kinaweza kufanyika kwako vile vile. Ayubu anasema hivi, mjue sana Mungu. Katika Ayubu 22 mstari wa 21. Mjue sana Mungu. Mjue sana Mungu, ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Ndugu msikilizaji, si unataka mema maishani mwako? Maisha bila mema ni taabu, maisha ya mahangaiko. Lakini ukitaka mema ya kuijie, mjue sana Mungu. Misafu inaonyesha Ayubu alimfahamu Mungu. Kwa hivyo anasema anachokifahamu, mjue sana Mungu, mema yatakutokea. Ayubu amempenda Mungu, rafiki wa Mungu. Mungu akaruhusu shetani amguse. Shetani akamgusa, akapata dhiki kali, lakini Bwana alimrejea. Anarudi anasema mjue sana Mungu, ndivyo mema yatakavyokujilia tena, yatarejea maishani mwako. Kwa sababu huyu Mungu, mtafute anapatikana, mchunguze utamuona, mtafakari utampenda. Ndiye Mungu wa kweli, Mungu aliye hai. Anajali maisha yako, anahitaji ya kwamba andamane pamoja nawe. Na ukuu wake, hatimaye nimalize kwa hili, ya kwamba ukuu wake unaonekana katika matendo yake.